Wapendwa mabibi na mabwana, tunaongea juu ya shambulio la kusudi la kuwepo katika maisha yako. A sense of purpose attack. Zuio la mawazo mapya na sahihi. Zuio la mawazo mapya na sahihi. Hii ni aina ya uchawi ambao tumeuona katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza, lakini pia katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Na hapa naomba unisikilize, kwa sababu waliorogwa katika uchawi huu ni wengi sana sana, na ndio maana ukiwauliza nini, unafanya nini hapa, kiukweli hawana majibu yaliyo sahihi kwamba wanafanya nini. Hawajui. What I'm doing here hawaelewi. Na kuna ndugu yetu mmoja, rafiki yangu mmoja yuko Ujerumani, ni Mchaga wa Marangu. Akaniambia ngama nyekino njuti ha Ujerumani jimfie nyimrwe. Yaani haelewi anachokifanya hapo Ujerumani, na kichwa chake ni kama kimekufa au fahamu zimekufa. Siwezi kupata tafsiri nzuri nyewe wa Marangu ya ipio nyimrwe. Nafikiri ni kama umestack. Ni kama ina fulani ya kustack. Lakini ananiambia sielewi. Na hapa Mungu anaposema na wewe, unafanya nini hapa? Hivi unafanya nini hasa? Kwa mfano kimsingi, sikiliza, kuna aina ya uchawi, na mara nyingi ndio uchawi ambao kwa kweli watu wengi wamefungwa na kurogwa katika aina hii ya uchawi ya kuzuia mawazo mapya na sahihi. Na ninataka uende taratibu. Biblia inasema, na si kwamba unazuia kwamba hauna akili. Wale wenye akili hasa, wale wenye akili hasa ni ambao mara nyingi wanazuiwa. Biblia inasema Paulo katika kuhubiri Injili kama mwinjilisti akaenda na akafika, na Biblia inasema walipofika kwenye kwa mtu mmoja anayeitwa liwali, au mtu mmoja ambaye ni liwali anayeitwa Sergio Paulo, Biblia inasema wakaenda kwa ajili ya kuhubiri Injili huko Antiokia, na wakafika, na walifika mpaka Pafo, kisiwa chote ambacho kilikuwa kisiwa chote cha Pafo. Na walipofika huko kwenye kisiwa cha Pafo, wakakutana na huyu mtu kisiwani, kisiwa cha Pafo, anaitwa Sergio Paulo. Na Biblia inasema ni mtu mwenye akili sana, ni liwali alafu. Na Paulo akafika akaanza kuhubiri Injili na kumwambia habari za Yesu. Na Biblia inasema kulikuwepo na mganga mchawi anaitwa Elima. Tafsiri yake au jina jingine alikuwa anaitwa Bari Yesu. Ni Myahudi alafu. Yaani unajua wameandika kabisa. Mimi sikuwahi kujua kama kuna Waisraeli wachawi. Hebu kiatia. Biblia inasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume ule mlango wa 13 mstari wa 8. Hebu tuwekee pale mstari wa 8. Hii ni aibu kubwa sana. Lakini Elima yule mchawi, maana ndio tafsiri ya jina lake, akashindana nao akitaka kumtia yule liwali moyo wa kuiacha ile imani. Moyo wa kuiacha ile imani. Na huyu Sergio Paulo ni mtu mwenye akili. Kupokea imani ya Kikristo ni new idea, ni mawazo mapya kwenye maisha yake. Lakini huyu mchawi alifanikiwa kuhakikisha, pamoja na akili aliyokuwa nayo, lakini wazo jipya la kubadilisha maisha halitokei. Na ngoja nikuambie, unaweza ukawa na akili, lakini kama hauna wazo jipya la kubadilisha maisha yako, utabakia pale pale. Na huyu jamaa ambaye ana akili zake zilirogwa na mchawi anayeitwa Elima, na akili zake zikastack, akalazimishwa kubakia pale pale. Mabibi na mabwana, kuna watu ambao wamezuiliwa mawazo mapya kichawi. Yaani umezuiliwa kichawi. Hakuna wazo jipya lenye impact, lenye uzalishaji linalotokea katika maisha yako. Ngoja nikwambie, ukiona mwezi umepita kwenye biashara hauna wazo jipya, na dunia hii kila siku inaamka na mawazo mapya. Mathinkers duniani kila siku wanaamka na mawazo mapya. Teknolojia
inapitwa na wakati kila siku iitwapo leo. Ngoja nikwambie, mkurugenzi mmoja wa Nokia alisema anguko la Nokia la kibiashara na kuondoka sokoni ni kwa sababu walirelaksi, alafu hawakuwa na wazo jipya, alafu ikaja Apple ikaovertake moja kwa moja na ikashikilia soko. Na hiyo hapo yenyewe nayo ikitulia, kama ikirogwa, isipokuwa na wazo jipya, nayo itaovertakiwa immediately, kwa sababu dunia inaenda kwa kasi kubwa sana. Mabadiliko ni makubwa sana sana. Tunamwamini, tunamtegemea Mungu asiyebadilika katika mazingira yanayobadilika. Kwa kimsingi hapa nataka kuzungumza nini? Ukiona umeendelea kwenye maisha na hauna wazo jipya kwenye maisha yako, yani hauna wazo jipya, hakuna kitu kipya kinachokuja huko kichwani, wewe umerogwa. Lakini tuende taratibu. Lakini pia kuna wakati ambao unasikia unawaza lakini hauwazui, yani umekaa pale kama jiwe mpaka unajiuliza, jamani, hii mwaka umeisha, hakuna kitu kipya ambacho nimekiongeza. Yani hata nimeenda Kariakoo sijaweza kuleta hata ungo uliokuwepo umetoboka, na dada anaziba pale na gazeti anapepeta mchele. Chekeni, si unajua ungo ulioacha jikoni ulivyokuwa. Hebu punga mkono pamoja na mimi. Unaona mwingine anambia dada, yani hivyo si unaona? Na kila siku nasemaga nikienda nitarudi, nikienda nitakuja nao, lakini huna. Mara ya mwisho kukuna nazi kwenu tangu kibao chako kilipovunjika mpaka leo. Umeshaenda sokoni ukakumbuka kuleta kibao wewe? Unaishia kununua nazi za Oh my God. Unajiuliza maswali ya vitu vidogo tu vya kawaida sana, vya kawaida mno, vya kawaida kabisa, vya kawaida sana. Lakini hapa nataka kuzungumza juu ya new idea, mawazo mapya yanayoleta maisha. Hapa duniani hakuna kitu kinachoweza kuleta maisha ya mwanadamu akaishi bila mawazo mapya. Na huyu jamaa alikuwa anapokea new life, maisha mapya ya ustaarabu zaidi, yenye uwezo zaidi. Lakini balaa lake, alikuwa na jirani ambaye ni mchawi, anaitwa Elima. Na kazi ya Elima, huyu jamaa Sergio Paulo ana akili, lakini fahamu zake zilikuwa locked. Alikuwa kwenye lockdown ya kiakili, ya ufahamu, amefungwa. Hakuna namna ambavyo anaweza kuendelea mbele. Hawezi kuendelea mbele, hawezi kuwa na mawazo mapya. Paulo anazungumza naye, haelewi, yani hayo maneno yote yanapita. Unajua, tuende taratibu, angalia vizuri. Kuna wakati ulikuwa una noti, hata usiku unaamka unaandika diary na jaa. Kuna wakati ulikuwa unapataga idea mengi tu, ulikuwa unapata vitu vingi. Kuna wakati ulishaangalia hiki, ukaangalia hiki, ukawa na akili, ukawekeza kiwanja kipya huku, ukanunua hiki. Lakini tangu ulipofika mahali umestaki, ni kama jiwe, hauendi mbele, zaidi sana unarudi nyuma, na kila kitu kimesimama, na akili yako imestaki mahali pamoja. Hili ni tatizo kubwa kwa watu wengi, sio kwa watu wachache, ni kwa watu wengi. Na hapa si bure, wako wengi ambao wanapitia mapito haya ambayo hakuna kitu kipya, hakuna jambo jipya linaloongezeka. Ngoja nikwambie, taasisi kama hii, usharika wa Kijitonyama kama huu, ukiwa hivyo mwaka kama hakuna kitu kipya kinachoongezeka hapa kanisani, nothing done. Hata washarika wenyewe wanajichokea. Ukiona taasisi zimekufa, ni kwa sababu ya upungufu wa wazo jipya, yani mawazo mapya. Yani mimi naamkaga, nakaa naangalia, nasema hawa washarika wameshanizoea, ngoja kule chooni niwaandikie maneno. Heba maandiko, naenda kuandika kule, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni. Ukienda kule unashangaa. Na mwingine akaniambia, mchungaji, nimeokokea huku, kuna neno nilikuwa napita mahali pagumu kazini, nilipoenda kwenye toilet zenu hapo Kijitonyama, nimepona. Nilikuwa nakuja ofisini kwako nikulalamikie, nimeponea huko kule. Hebu punga mkono pamoja na mimi.
Sasa wewe unafikiri mchungaji wako unahangaika mpaka na kuandikia maandiko kule kwenye toilet, alafu wewe nyumbani kwako umekaa nule msota, we upone kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Yaani unakaa kwa kurelaksi kwenye biashara yako, umerelaksi, hakuna new idea, hakuna wazo jipya la kitu chochote kinachotokea kwenye maisha yako. Unafikiri ni akili zako? Umerogwa. Na mchawi aliyekuroga anaitwa Elima. Yaani nikuagizie na mchawi wako aliyekuroga anaitwa Elima, kiboko cha kuzuia mtu mwenye akili kutumia akili yake.